Sasa bwana mdogo, mimi niseme tu jambo moja, ni kwamba tayari barua yetu imeshapokelewa. Na tayari sasa hivi nikwambie tujiandae na mahali yule mtoto umeshampata kabisa. Yaani kwa kweli yule mzee mwenye pua kama kijiko alikuwa anatuwekea usiku sana. Yaani unajua hili jambo lingesha kamilika siku nyingi sana, lakini yule mzee alikuwa na husida nyingi. Yaani alikuwa na husida sana yule kifurufumbi. Lakini tunachoshukuru ni kwamba jambo limekwenda salama. Jambo limekwenda vizuri kabisa. Kitu ambacho nakisubiria mimi hapa kama mshenga ni kuona kijana wangu Kishundu anafunga ndoa iliyo njema, anamchukua mtoto binti Kigoli Kishundu. Kwa hiyo mimi niseme kabisa bwana mdogo, jiandae na ndoa. Jambo limekwisha kamilika. Yani sikufichi mzee Mamba, nina furaha sana kwa kweli. Yule mchumba Kinembe siku nyingi sana nilikuwa na maindi, lakini yule mchanyampua namna ambavyo alikuwa anaweka vipengele nilikuwa naumia sana. Lakini nashukuru kwamba tayari mchezo umeisha. Sasa hivi naweza sema Kinembe anakuja kuingia kwenye kasiri langu. Yani sasa hivi naweza nikasema mzee Nyampua biashara yake kuisha. Alafu ukiangalia yule mzee, mimi nilikuwa sioni sababu ya yeye kuweka kipingamizi. Kwani alikuwa anaweka kipingamizi ili iweje? Kwa sababu ukiangalia hali yake ni tofauti. Kumbe yeye pale alikuwa analelewa. Sasa kiko wapi? Saizi atakuwa muuza makopo tu hapa mtaani. Dunia tunapita we. Kila kitu kitasali. Kwa kweli mimi leo hii wakupitia katika hali hii. Mimi nilikuwa naishi katika nyumba ya kifahari, lakini leo nimekuwa wakulala mitaloni. Kwa kweli ama kweli haya maisha ni zigizaga. Sikutegemea na sikuwahi kufikiria kama siku itakuja itokee mimi nikawa na hali hii. Jamani, mamedo mie ni mienu hii nyamie. Hii nya kabisa mie hii nya. Yani sio kwa mateso haya ninayopitia. Kwa kweli hii ni aibu kubwa sana. Aise, wewe bwana mdogo, shida nini? Mbona umekaa mwenyewe hapa? Halafu cha kushangaza mgosi weye unabwata kwa sauti kubwa hivyo. Shida nini mwenetu? Au tayari mwisho wa mwezi huu unaanza kuwehuka mgosi? Maana haiwezekani mtu ambaye una akili zako timamu ukae hapa peke yako halafu unabwata ufirangoto. Unabwata ufirangoto wako. Yani hueleweki. Kuimba kwenyewe huwezi. Unaimba vitu vya kipuuzi. Hatukuelewi bwana mdogo weye. Shida yako nini weye mgosi? Kwa nini unakaa hapa kwenye kijiwe cha watu waimba vitu vya ufirangoto mtupu? Shida nini weye bwana mdogo? Hebu useme. Au ndio nyie wakimbizi? Hamueleweki. Hamna mbele wala nyuma. Wewe mzee, hebu ukiona mtu kakaa ujue ana mawazo yake. Muache, usipende kumchokoza mtu. Maana mimi nimekaa hapa nimevurugwa na mambo yangu, na wewe bwana mdogo waja kuniongezea majaribu. Yani unataka kunditivyanga hapa. Sitaki lawama mimi. Kwa kweli sitaki lawama. Naomba uniache. Mimi kichwa changu kina mambo mengi. Huko nilikotoka nimevurugwa. Usione nimekaa hapa naimba kidogo ili nijiriwaze. Nina mambo mengi kweli kweli yanayonisibu. Naomba uniache. Usije ukageuka kitoweo. Usije ukasababisha hasira zangu zote zikaishia kwako. Kama ulikuwa unapita, naomba upite na zako. Sitaki kuingiliwa. Sitaki kuingiliwa kabisa kabisa. Naomba uniache. Niache kama nilivyo. Weye mgosi kweli vuvuzela. Sasa mambo yako mie yanihusu nini? Mimi nimekuuliza kwa sababu hapa siye ndipo maskani yetu. Hapa siye ndipo twachola lada za kwenda kwenye machimbo. Siye ndipo tunapopatia michongo hapa. Sasa mie nimekukuta hapa wabwata mwenyewe.
Ndio maana nikauliza, maana wakija wenyewe wenye maskadi yao utajikuta wakali ya kutikavu mgosi weye. Bora tu uondoke hapa, na iona tabu yaja kukupata. Utaliwa kiboga muda si mrefu weye pimbi. We subutu, hebu ondoa salawili yako hiyo kama umetoka kuiokota, maana imejikunja kama imeliwa na mbuzi. Pumbavu wewe. Kwa kweli mama, mimi nikushukuru sana, maana umeonyesha moyo wa kunijali na kunipenda mimi mwanao, kwa sababu mpaka sasa naona jambo langu tayari limeshakamilika kwa 100%. Yaani hapa ndoa yangu mimi na Kishundu tayari naona kabisa na kwenda kufana. Kwa kweli kwa hilo mama, hongera sana jamani. Yaani nimefurahi tena. Yaani mwanangu, kwa kweli kwa hilo mimi mwenyewe nilikuwa naumia sana, kwa sababu kila mtu anatakiwa kuwa na uhuru wake. Sasa baba yako kuna kitu kimoja alikuwa anakosea, kutaka kutumia mabavu katika uhuru wa mtu. Wewe ni mtoto wetu, tumekuzaa na hatimaye umekuwa. Kwa hiyo kuna haki zako, ukiwa kama mtoto inatakiwa tukupatie. Lakini baba yako alikuwa anatumia mabavu, yaani mpaka nikawa sielewi shida yake ni nini. Yaani kwa kweli mama, baba alikuwa hanitendei haki kabisa, maana alikuwa anasababisha nakosa hadi raha. Maana kuelewa mimi ni haki yangu ya msingi, lakini yeye alikuwa ananikosea. Lakini nashukuru mama, kwa busara zako ukaamua kufanya jambo la busara. Kwa kweli mama, nafurahi sana kwa jambo langu sasa tayari linakwenda kukamilika. Maana hapa sasa kilichobaki ni ndoa tu baina yangu mimi na Kinembe. Yaani kiukweli Mzee Nyampua alikuwa anafanya jambo hili lionekane gumu, lakini nashukuru mama yake Kinembe kaonyesha ushujaa. Sasa hapa inatakiwa tujiandae na ndoa tu, ndiyo kilichobaki kwa kweli. Au unasemeje mama? Kwa kweli hilo mwanangu, toa shaka. Yaani mimi mwenyewe kila siku nilikuwa na kuombea dua mwanangu, jambo lako lifanikiwe, maana ni muda mrefu sana ulikuwa ukipenda kuanza maisha yako na Kinembe. Sasa naona inakwenda kutimia. Kwa kweli mimi najiandaa sana na jambo. Hakika jambo litakuwa pambe, maana mama yako mimi sinaga jambo dogo. Hivyo mwanangu, toa shaka kabisa kwa hilo. Kwa kweli nashukuru Mungu, jambo letu limekwenda salama Yaani siamini kama kwa kweli leo mimi na wewe Kishundu tumekuwa mume na mke. Yaani nina furaha kubwa sana nikifikiria vikwazo ambavyo tumepitia huko nyuma, vilikuwa ni vingi sana, lakini leo jambo linakwenda kutimia. Jamani, nafurahi sana.